Mpenzi mtazamaji wa Chikwet Media, tumekuja saluni ambapo bwana harusi akiwa na weko sawa, mambo ya makeup nini, mambo ya kufanya nywele kukaa fresh, ili akaenda kwa bibi harusi mambo yamekaa vizuri na yanaonekana vizuri. Lakini mpenzi wa Chikwet Media, usisahau kusubscribe channel yetu na kuendelea kutufuatilia matangazo ya hapa na hapale. Bana, siku ya kesho tutakuwa na wedding kali sana ambapo Mr. Lucky John anakwenda kupata jiko au mke. Bana, Mr. Lucky naona yuko hapa. Bana, hapo ni aje tu? Poa sana. Kama kawa? Mishe vipi? Aje. Nyama ni mwingi. Nyama ni mwingi, nashukuru. Bana, hongera. Asante sana. Kwa sababu unajua watu ambao umeifikia sasa hivi sio rahisi sana, watu wengi wana escape sana kutoka hivi. Vipi, unajisikiaje siku ya leo ambapo unakwenda kwa bibi harusi? Sasa bana, nasikia bongo na furaha moja kubwa sana. Ndio? Na nashukuru Mungu kwa challenge niweza kufikia. Mungu anasaidia. Sawa. Kwa lazima mtu na uoga, hofu, watu pia wingi wa watu umechangia mtakuwa na hofu kubwa sana kwamba je, siku hiyo watu watanitazamaje? Ndio mara nyingi watu vijana wengi tunaogopa sana hilo. Pia na kuingia kwenye dunia kama changamoto fulani, kwanza je, maisha nitaanzaje? Sawa. Wenzangu watanielewa. Kwa siku ya kesho wewe binafsi umejipangaje? Siku ya kesho nimejipanga vizuri. Okay, niko langu. Na yani nimejipanga kiujumla, nimejipanga vizuri. Sawa. Baada ya kutoka kanisani kwa umefunga ndoa, unaenda kufurahia usiku wako wapi? Yaani kwa umeshatoka kanisani pale umefunga ndoa, umemaliza kila kitu. Sasa wageni wako mnaenda kucelebrate na marafiki wapi? Baada ya hapo nafikiri tutarudi tena nyumbani, maana pale sherehe itakuwa inaendelea bado. Sherehe itakuwa inaendelea, maana itakuwa ni sherehe ukumbini. Baada ya hapo tunarudi nyumbani kumalizia party. Kwa hiyo mnaanzia ukumbini kutoka kanisani, si ndio? Kutoka kanisani tunaingia ukumbini, maana kanisa itakuwa ni hatua za tuje kufunga kuvalishana wings. Wings itakuwa inavaliwa pale. Watu watafurahi, wataenjoy, watakula, watakunywa. Then baada ya hapo tutaingia ukumbini pale, watu pia watafurahi, watakunywa pia. Tukishamaliza pale sasa tunaenda kumalizia sasa nyumbani. Sawa. Ni changamoto gani ambazo umezipitia kipindi huko single hadi ukaamua kuchukua uamuzi unaenda kuoa? Mengi sana, na tunakuta yani na mambo mengi huwezi yafanya ukiwa peke yako. Ndio. Unahitaji kuwa na mshauri pembeni. Mambo mengi ziendeshe ukiwa mwenyewe. Lazima una mtu hapo mmoja kumuuliza, je, unaweza kanifanya hivi? Unaweza kupata hata pesa lakini ndio ukashindwa ifanyie nini ndio kwa sababu huna mshauri. Ukashindwa sometimes kusave hela wewe mwenyewe kwamba hela ni tuzo kwa akiba ya kesho. Sure. Ukashindwa, lakini ukiwa na mwenza unapata mtu akushauri kwamba bwana hizi pesa. Tuli 10 labda tu unapata 15, utasema tu 5,000 mtunzi. Ajia akiba sawa. Vijana ambao wanaogopa kuingia kwenye ndoa, nini hamasa yako kwao na unawashauri nini ama unawaambia nini? Vijana wanaogopa kuingia kwenye ndoa, ukijua na ushauri tu kwenye ndoa kwa sababu na mimi ni miongoni mwao, nilikuwa wanaogopa lakini nilishauriwa na watu pia kwa mambo yalikuwa mengi. Ndio. Kwa sababu jana uli maji ya moto. Usidanganye. Sawa. Mtu atapoa. Atafuta ile joto litaposa. Sawa. Bana, tunapojua kwenye ndoa kuna changamoto nyingi. Wewe binafsi umejipangaje kwenda kukabiliana na changamoto, kwa sababu sio wanasema kwamba ndoano. Wewe binafsi umejipangaje? Kweli nimepanga kuwa mvumilivu kwanza kwenye changamoto za ndoa. Cha msingi kuvumiliana na kila mtu mkutano ukubwani. Kumwelewa mwenzako kuelewa. Sawa. Hadi kwa na uelewano, jenga kitu na uelewano. Hawezi kuepuka kukutana mwenzako afanye kosa fulani na basi kwa makusudi. Sawa. Ila ukafikia tu kugombana, fanyaje? Ilikuwa sio msongo. Inakuwa sio vitu vizuri kwa sababu mtu anaamua kuoa ukasema tu nyumbani kwa nikaamua kustajibu. Leo ni binadamu, leo ukosea. Sawa. Kwa lazima msikilize na kukaa chini kumsikiliza, kushauriana kwa kitu mkifanya kwa bahati mbaya sikukusudia. Ndio. Na kama mwanadamu pia unamwelewa. Sawa, neno la mwisho kwa mashabiki zako au wageni wako ambao siku ya kesho watakuwepo ukumbini na ambao watakuja kwenye sherehe yako.
Kikweli neno la mwisho kwa wageni wangu waliko wote kutoka sehemu tofauti, sehemu mbalimbali. Na wakaribisha sana. Karibia tushiriki pamoja. Hii jambo sio rahisi. Sio nyepesi. Na wakaribisha karibu sana. Wale tufurahi pamoja, tutakunywa, tutacheza pamoja siku hiyo ya kesho. Basi Mungu akubariki. Mimi niseme ni asante kwa time yako. Leo tumekuvamia bwana. Walikuwa hujui. Asante kwa time yako. Bana mpenzi mtazamaji wa G-White Media, hapa tulikuwa tumekuja barber shop ambapo bwana harusi alikuwa anafanywa makeup na mambo ya cutting. Nadhani unamuona tulikuwa tunamfanyia interview na akiendelea kupendeza. Kwa siku kesho bana tutakuwa Sky ukumbi mdogo. Lakini bila kusahau host wako au MC wako siku hiyo itakuwa ni mimi mwenyewe Boya OG Mtumakini from G-White Media, the vocalist number moko. Nyuma ya kamera niko na Magesa, kijana mdogo, director mkubwa sana, anafanya makubwa. Asante sana na chao.